Unaweza ukasubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Jeshi la majini la Marekani limeanza rasmi kutekeleza mzingiro wa baharini dhidi ya Irani. Meli kadhaa za kijeshi zimewekwa katika bahari ya Arabia na Oman, hatua inayolenga kudhibiti usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu kutoka na kuingia Irani katika mlango wa bahari wa Hormuz ndani ya saa 24 zilizopita tangu kuanza kwa zuio hilo. Wanajeshi zaidi ya 10,000 wa jeshi la majini la Marekani wanaohudumu katika misheni hiyo na zaidi ya meli vita 12 zipo katika misheni hiyo ambayo ilitolewa kwa maelekezo ya Rais Donald Trump siku ya Jumatatu. Hata hivyo, Marekani imesisitiza kuwa inaendelea kulinda uhuru wa usafiri wa baharini wa meli zinazopita katika mlango wa Hormuz kuelekea au kutoka kwa bandari ambazo si za Irani. Oda ya kuzuia meli hizo katika mlango wa Hormuz ilitolewa na Rais wa Marekani Donald Trump, ambayo imeanza kutekelezwa saa 5 usiku siku ya Jumatatu. Hatua hii inakuja kama sehemu ya operesheni ya kijeshi inayolenga kuimarisha shinikizo dhidi ya Teherani, huku wachambuzi wa kimataifa wakionya kuwa mzingiro huo unaweza kuongeza mvutano katika Ghuba ya Uajemi na kuathiri usalama wa usafirishaji wa mafuta duniani. Mlango wa bahari wa Hormuz una upana wa takriban kilomita 33 hadi 93. Ni sehemu inayotumika kupitisha meli, yani shipping lines, takriban kilomita 3 kwa kila upande kuingia na kutoka. Nchi zilizo karibu na mlango huo ni hizi hapa: Irani kaskazini, Omani kusini, Falme za Kiarabu ziko karibu pia. Mlango huu haukusanyi tu tozo moja kwa moja kama daraja, lakini unaingiza mapato kwa njia hizi. Usafirishaji wa mafuta, zaidi ya 20% ya mafuta yote duniani hupita hapa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Meli za mafuta, yani oil tankers, hupita kila siku. Uchumi wa nchi za Ghuba, nchi kama Saudi Arabia, Iraki, Kuwait, Katari hutegemea zaidi mlango huu kusafirisha mafuta yao. Mapato yao ya mabilioni ya dola yanategemea njia hii. Biashara ya gesi LNG, Katari ni msafirishaji mkubwa wa gesi duniani. Gesi nyingi hupita katika mlango huu wa Hormuz. Kwa nini unapiganiwa Marekani vs Irani? Hapa ndipo kuna mvutano mkubwa. Irani iko karibu kabisa na mlango huu, inaweza kufunga au kuzuia meli kupita. Hutumia hii kama silaha ya kisiasa. Kama mlango ukifungwa, bei ya mafuta duniani hupanda sana, uchumi wa dola huathirika, biashara nyingi husimama. Ndiyo maana ni eneo nyeti sana kimataifa. Upana mdogo lakini umuhimu ni mkubwa. Unahusisha Irani, Omani na nchi za Falme za Kiarabu. Irani ina nguvu ya kuzuia. Uchumi wa dunia unategemea sana njia hii. Ndiyo njia ya nishati duniani, huku jeshi la Marekani la CENTCOM likisema kwamba limefanikiwa kurudisha nyuma meli 6 za kibiashara zilizokuwa zinapita katika mlango wa bahari ya Hormuz ndani ya masaa 24 tangu kuanza. Jeshi la Marekani linatekeleza kizuizi hicho cha meli bila ya ubaguzi wa aina yoyote. Meli zozote zinazoingia na kutoka katika mlango wa Hormuz zitazuiliwa. Rais Trump pia amesisitiza, mbali na kuweka kizuizi hicho, Marekani itakamata na kuzuia meli yoyote inayopita katika maji ambayo imelipa kodi ya mpito kwa serikali ya Irani. Lengo ni kuhakikisha kuwa hakuna fedha zinazokwenda kwa Irani kupitia usafiri wa baharini, huku Marekani ikidhibiti nani anaingia na nani anatoka katika ghuba hiyo. Strait of Hormuz ndiyo njia muhimu ya nishati duniani. Asilimia kubwa ya usambazaji wa mafuta duniani upo hatarini kuvurugika. Kitendo cha kuzuia meli zinazolipa kodi kwa Irani ni tangazo la wazi la vita vya kiuchumi ambavyo vinaweza kuleta athari za moja kwa moja kwenye soko la mafuta ya nishati na usalama wa kimataifa. Trump pia amesema kuwa hatua hiyo italenga kuzuia kile alichokiita tozo haramu
zinazodaiwa kutozwa na Irani kwa baadhi ya meli zinazopita katika njia hiyo. Hatua hiyo imekuja kufuatia kushindikana kwa mazungumzo ya muda mrefu kati ya Marekani na Irani yaliyofanyika Islamabad siku ya Jumamosi, ambapo pande zote hizo zilishindwa kufikia makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani. Trump amesisitiza kuwa suala hilo ndilo lilikuwa msingi mkuu wa mazungumzo hayo, akidai kuwa Irani haiko tayari kuachana na azima yake ya kumiliki silaha za nyuklia na Irani haitaki kuachana na malengo yake ya nyuklia, amesema Trump, akiongeza kuwa Marekani haitaruhusu taifa hilo kupata silaha za nyuklia kwa gharama yoyote. Kauli hiyo inaonyesha msimamo mkali wa Marekani katika suala hilo nyeti la usalama wa kimataifa. Aidha, Trump ameendelea kuishutumu Irani kwa kuhatarisha usafirishaji wa kimataifa, kuweka mabomu baharini katika mlango huu wa Hormuz, akisisitiza kuwa vikosi vya Marekani vimeanza operesheni za kusaka na kuharibu mabomu yoyote yanayogunduliwa katika eneo hilo. Katika onyo hilo, Trump pia amesema kuwa shambulio lolote dhidi ya meli za Marekani au za kibiashara litajibiwa kwa nguvu kubwa, huku akieleza hali hiyo kama unyanyasaji wa kimataifa. Kauli hiyo inaashiria uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano iwapo hali haitadhibitiwa kwa njia ya kidiplomasia. Marekani na Irani pamoja na Israeli kumekuwa na mvutano ambao umetimiza zaidi ya mwezi mmoja na nusu tangu kuzuka kwa vita hiyo ambayo ilianza mwezi Februari tarehe 28, mwishoni kabisa mwa mwezi wa pili. Mpaka sasa hivi bado mvutano huo umeendelea kuwa mkubwa kweli katika bahari hiyo ya Hormuz, ambapo ndo kitovu kikubwa cha kupitisha meli za mafuta pamoja gesi na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini pia mtazamaji, nao unao nafasi, unaweza kudondosha comment yako hapo chini kuhusiana na majeshi ya Marekani ambayo yameweka kambi katika mlango huo wa Hormuz, pamoja na meli vita 12 ambazo zimejipanga hapo kwa ajili ya kudhibiti meli mbalimbali ambazo zinaingia katika eneo hilo ambalo lina mgogoro wa takriban mwezi mmoja sasa, huku Marekani na Israeli zikiungana kushambulia Irani. Ni hayo tu, nami sina la ziada. Nina sign out. Comment yako hapo chini ni muhimu sana mtazamaji, nami nipo hapa kwa ajili ya kukusogezea update mbalimbali ambazo zinazidi kugonga vichwa vya habari kote duniani. Ciao.